Kwenye maisha kuna makundi matatu ambayo yamegawanyika kwa sisi watu katika imani zetu. Kuhusiana na swala zima la maendeleo ya mtu binafsi na maendeleo ya kijumla ya kimataifa au kitaifa. Kuna watu ambao wanaamini wao wana uwezo fulani, wanaweza kufanikiwa kwenye maisha yao kwa kile ambacho wanaamini wanaweza kufanikiwa, lakini wanaona mazingira ambao waliokuwa nayo mazingira hayasapoti wao kuweza kufanikiwa kile ambacho wanachoamini wao wanaweza kufanikiwa. Kwa hiyo wanaamini wakiwa kwenye mazingira tofauti wanaweza kufanikiwa, lakini sababu ya mazingira waliokuwepo kwamba washindwe kufanya jitihada, washindwe kujibidiisha kuweza kufanikiwa katika kile ambacho wanachoamini. Unakuta wanapambana, wanaendelea kutafuta namna ya kuweza kufanikiwa kwa kile, kwa imani yao vile ambavyo wanaamini wanaweza wakafanikiwa. Kundi la pili ni wale ambao wanaamini pia katika uwezo waliokuwa nao wanaweza kufanikiwa. Nazungumzia kwa mafanikio na swala zima la kimaendeleo binafsi na ya kitaifa au kimataifa. Wanaamini kwamba wanaweza wakafanikiwa, lakini kuna vikwazo. Vikwazo vinakuwa mifumo iliyokuwepo ya kiutawala inaweza kuwa changamoto kwao, mifumo iliyokuwepo ya kitaasisi, mifumo iliyokuwepo ya uongozaji inaweza kwao wanaona ni changamoto, ina haisapoti wao kufanikiwa katika kile ambacho wanachoamini wanaweza kufanikiwa kwa wao binafsi au pia kijumla. Lakini hiyo haiwafanyi wao waache kubidiisha au kupambana. Wanapambana kuweza kufanikiwa kwenye ndoto zao, katika zile imani walizokuwa nazo kwamba wanaweza kufanikiwa. Wanapambana japokuwa wanaamini hiyo ni pia ni changamoto, lakini wanaendelea kupambana kuweza kufika kwenye malengo yao. Inakuwa ipo hivyo. Na pia vile vile kuna kundi hili la tatu. Kundi la tatu ni wale watu ambao ni watu ambao wapo ukimwambia swala lolote kimaendeleo yeye hakuelewi. Ina maana kwamba ni watu ambao wameridhika na maisha yao jinsi walivyo, na sasa unaweza kukuta watu waliowatangulia wa maisha tengeneza mazingira kidogo yenye wafadhali, labda kimakazi, mazingira labda yakupatia kiuchumi. Umeona, wewe unakuta watu kulala, kwenda kupiga story, kuzunguka huko kupiga zogo, lakini kuja kumletea masuala mazima ya kimaendeleo, kuja kumshirikisha masuala sijui ya kimaendeleo, masuala binafsi ya maendeleo kufika sehemu fulani, hawakuelewi kwa sababu hawapo katika hiyo type ya wewe story ambazo unazowaletea. Wamesharidhika na maisha yao, hawana mpango kama kwamba, hawana hamasa, hawana ile shauku ya kusema kwamba nibadilishe maisha yangu, watu badilisha maisha yetu ya kijumla. Umeona, hawana iko kitu. So inakuta ipo hivyo. Sasa wewe mwenyewe binafsi unabidi uangalie unapotaka kuhusisha mtu katika jambo lako hilo ambalo uko nalo. Maybe yupo katika kundi ambalo una hamasa, una shauku ya kutaka mafanikio kwenye maisha yako binafsi au ya kijumla. Unataka kumhusisha mtu wa aina gani? Umeona, unabidi jifikirie kwamba nani anafaa kushirikiana na mimi katika hili swala, sababu unaweza ukamshirikisha mtu ambaye sio sahihi. So inabidi uangalie nani ambaye anastahili uweze kumshirikisha katika hilo jambo lako, ili uweze kupea na muweze kufanikiwa katika hilo swala. Na pia vile vile hii inakuja hata katika unapozungumza au mtu anapotaka kuzungumza, inabidi angalie kwamba ninazungumza kwa nani, nazungumza kwa mtu aina gani, sababu unaweza kama unazungumza maneno yenye pointi, maneno ya msingi, lakini unazungumza kwa mtu ambaye mwenye upeo wake mdogo wa fikra, mtu ambaye tuchukulie mfano wa kundi ile la tatu ambaye hana hamasa aina yote juu ya maisha yake, ambaye ni mtu yupo. So unazungumza vitu labda kimaendeleo, unakuja na vitu, unakuja kuzungumza labda masuala ya maendeleo, kuzungumza masuala labda ya kutaka kuleta mabadiliko ya aina yote. Huyu mtu hawezi akakuelewa, na sasa anaweza kuona kama unaongea vitu ambavyo havi make sense, havieleweki, kwa sababu unazungumza kwa mtu ambaye sio sahihi. So unabidi uangalie hayo maneno unazungumza kwa mtu aina gani. Na pia anaweza kutumia lugha mtu hapa
fikra yake ndogo, au unaweza kusema mpumbavu, wanaweza kuzungumza maneno kwa mtu ambaye mwenye upeo mkubwa wa fikra, maneno yake kuonekana huko mbona kama ni mpumbavu, azungumza vitu vya kipumbavu. Umeona, kwa sababu upeo wako ni tofauti na yeye. Lakini wewe mtu anaweza kuzungumza kwa mpumbavu zake akamuelewa, wewe unaongea kitu serious, unaongea kitu kweli, lakini wewe unaona kama unaongea ni ujinga. So kutokana na utofauti wa makundi, mgawanyiko wa makundi wa uelewa ambao jinsi tulivyokuwa nao, so unabidi uangalie kwenye maisha yako kwamba target yako ni kundi la gani ambalo unataka ulitarget, ni kundi la gani ambalo unataka yani mnaweza mkapea vitu ambavyo vya msingi ambavyo mnaweza mkaleta mabadiliko, au in short ipo hivyo. So iko kitu tunasema niweze kushare with you.